Stori yetu ya leo inazungumzia mshikaji mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Dani, na huyu mshikaji bana amekuwa akifanya kazi katika hoteli ya nyota 5 kulikweli, na alikuwa anapiga kazi, lakini huyu mshikaji amekuwa hana upendo wala hajali kuhusu watu wengine, na mshikaji amekuwa ni mzembe sana kazini kiasi ambacho bosi wake amekuwa akimnyoshia kidole kulikweli na kumuonya na kumfahamisha kwamba inabidi afate utaratibu wa kazi na asiwe mzembe, awe mchapakazi kulikweli. Na upande wa pili tunakutana na binti mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Shuri, na huyu binti naye amekuwa akifanya kazi katika hii hoteli kulikweli, na amekuwa anafanya kazi na mshikaji Dani, lakini hawakuwa na ukaribu wowote, na mshikaji Dani alikuwa anampotezea sana huyu bidada, na alikuwa anamjibu shortcut, hata kimuuliza kitu anamjibu shortcut kulikweli. Na binti alikuwa akifanya usafi wa mashuka, mshikaji alikuwa anakanyaga na kujifutia viatu vyake, awe ni hatari. Lakini siku ya leo katika sherehe za mwisho wa mwaka, wafanyakazi walikuwa wakienjoy na kufurahia kulikweli katika sherehe ya Christmas, lakini binti Shuri siku ya leo akawa anamuulizia kulikweli Dani kwamba Dani yuko wapi jamani, na kwa bahati mbaya akawa ameteleza kutoka juu ya gorofa, akawa ameanguka na kusababisha akapata ajali mbaya kulikweli na kuumia vibaya kulikweli, na wafanyakazi wenzake wakawa wameingia unyonge kimtindo, pamoja na familia wakawa wanahuzunika kulikweli kwa ajali mbaya aliyoipata, na manesi wakawa wanapambana pamoja na madaktari kwa ajili ya kunusuru hai. Lakini kesho yake mshikaji Dani kaja kwa ajili ya kumtembelea mgonjwa, lakini kwa kuchelewa kulikweli, na huyu mshikaji alikuwa anachukulia poa na amekuja kumuona mgonjwa na akawa ameondoka na kurudi nyumbani kulikweli. Lakini siku ya leo aliporudi nyumbani, akamshikaji wake akawa amemwambia hakika siku hiyo ambayo binti amepata ajali alikuwa anakuita na kukuulizia kulikweli kwa kulitaja jina lako mara kwa mara. Upande wa pili daktari anasema hakika ajali ilikuwa ni mbaya kulikweli na amepata matatizo ya ubongo baada ya kuanguka, lakini daktari anasema hakika inaweza nikawa ni ngumu sana kutoboa kwa binti huyu, lakini familia ikawa imeingia unyonge kimtindo na kujikatia tamaa kwa mpendwa wao kulikweli. Lakini mshikaji Dani naye akawa anakosa usingizi kulikweli kwa kujiuliza ni kwa nini binti siku hiyo alimtafuta kulikweli, na walikuwa hawana ukaribu wowote, na yeye mshikaji alikuwa mara kwa mara alikuwa akimpotezea na kumpuuza. Jambo hili kawa limemtia unyonge sana mshikaji, na akawa anakuja mara kwa mara kwa ajili ya kumsalimia mgonjwa na kujiuliza maswali mengi sana ambayo alikuwa anakosa kuyapatia majibu mshikaji, mpaka akawa analala nje ya hospitali kulikweli, awe ni hatari. Mshikaji anapiga pasipoti size na anakutana na familia ya Shuri na kujitambulisha kama yeye ni mfanyakazi mwenzake kulikweli, na mshikaji anaendelea na utaratibu wa kumtembelea binti Shuri kila kunakoitwa leo, na akawa anauchapa usingizi pale pale hospitalini. Na jamaa huyu akajikuta roho yake inabadilika na kuanza kujali kuhusu watu wengine na kuwasaidia watu ambao walikuwa wanakuja hospitalini na kuwaelekeza baadhi ya vitu, na bosi wake akawa anampush kulikweli na kumwambia aendelee kuhudhuria kazini kulikweli, maana mshikaji amekuwa mtoro kulikweli. Na mshikaji siku inayofuata akaenda kutafuta maua ambayo binti ambayo alikuwa anayapenda kulikweli na kuyakusanya na kuyapeleka hospitalini, hali ambayo ilisababisha binti kuonyesha dalili njema, na familia ikaanza kupata matumaini kwamba huenda mpendwa wao siku moja amepona na kurudi katika hali nzuri kulikweli. Siku zikawa zinasonga, lakini binti akawa kwenye koma, katika hali ambayo alikuwa hajitambui wala hajui nini kinachoendelea, na familia ikawa inampambania kulikweli. Lakini kwa mshikaji wetu Dani akawa na maswali mengi kulikweli na kujiuliza pengine yeye ndio mwenye hatia, ama angekuepo siku hiyo huenda haya yote yasingetokea kulikweli. Na alipoenda kazini akawa ni mtu mwenye hasira kulikweli, na akawa anagombana na wafanyakazi wenzake kulikweli, jambo ambalo linamfanya paka ashindwe kufocus na kazi kulikweli. Leo mama yake anamfuata na kumwambia nimepata habari zako za kazini, lakini nakuomba kijana wangu uendelee kupambana na kazi, na huyo mtu ambaye unaendelea kumng'ang'ania na kutaka kumsaidia sio ndugu yako. Endelea kupambana na mambo yako, naendelee kupambana kwa ajili ya kusaidia familia. Na mshikaji kiukweli akafuata ushauri wa mama yake na akawa anaendelea kujipambania na kufanya kazi kulikweli.
Kipindi hiki akawa ni mtu wa kujituma kulikweli katika kazi, lakini siku ya leo hii akawa amepokea simu kutoka kwa mama yake na shule na kuambiwa hali ya binti kuwa imezidi kuwa mbaya, na binti amekuwa anasumbuliwa na degedege ambalo limekuwa linamsumbua kulikweli, na mshikaji akaamua kuacha kila kitu kwenye kazi yake na kuamua kuja kwa binti shule, na siku ya leo akawa amemuomba msamaha kwa matukio yote ambayo alikuwa akimfanyia kwa kumdharau na kumkejeli kipindi ambacho alikuwa anafanya kazi, na kumwahidi kwamba atakuwa na yeye na hatamuacha na atampambania katika kila hali. Lakini siku ya leo binti shule akatamka neno mama, na mama siku ya leo akawa ameenjoy kidogo na akawa ametoa machozi ya uchungu kulikweli na kufurahi kiasi. Lakini siku inayofuata familia ikaamua kumhamisha katika hospitali na kumpeleka pembezoni ya mji kwa ajili ya kupata utulivu na kuepusha makelele ya jiji, na mshikaji akawa yuko sambamba kulikweli na binti na kuonyesha upendo wa dhati kulikweli kwa huyo binti. Nami najiuliza kwamba yawezekana je, ni upendo wa kweli alikuwa anaonyesha mshikaji, ama alikuwa anafanya kwa sababu alijiona mwenye hatia? Nami nakuachia hilo swali mpenzi mtazamaji. Na siku ya leo mshikaji akawa amepokea miss call za kutosha za mama yake na shule, na alipofika nyumbani hakika palikuwa panatisha kulikweli, na familia ilikuwa imejawa na huzuni na majonzi kulikweli. Na mshikaji alipoenda katika chumba cha binti hakika alikuta binti akiwa amepoteza maisha kulikweli, na chozi linamdondoka la huzuni kulikweli, na mshikaji akawa ameumia kulikweli. Binti shule hatupo naye tena, na jina lake linaandikwa katika cheti cha kifo na siku wazigandi kulikweli. Na mshikaji akaanza kufanya kazi kwa bidii kulikweli na kujituma, na akawa mtu ambaye anafanya kazi kwa juhudi kulikweli, na akawa ni mtu ambaye ana upendo, anajali na kuthamini watu wengine, na akawa anamtembelea mara kwa mara mama yake na shule kulikweli na kuonyesha upendo mkubwa kulikweli. Nami nimejifunza kitu kikubwa sana kupitia hii movie, ni namna gani ya kuonyesha upendo na kujali hisia za watu wengine na kujali upendo wa watu wengine, na kutambua mapema hisia za mtu kabla hajapotea ama hajakaa mbali na wewe katika ulimwengu. Na huu ndo unakuwa mwisho wa hii movie. Karibu kwenye channel yangu, like, ucomment na usubscribe kwa ajili ya kujipatia kazi za motomoto kama hii.